Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Karibu ndugu mpendwa kwenye kipindi chako cha Neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo. Kwa neema ya Mungu, mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo yu tayari kuhudumu leo kutoka kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Warumi. Jiandae kwa baraka hizo kwa kutanguliza sauti hizi nzuri zinazosifu utukufu wake Mungu. Yesu, nilikuita ukaitika, ukaniponya unyonge wangu. Shindani matatizoni ulinitoa, ukanifanya mtoto wako. Yesu, nilikuita ukaitika, ukaniponya unyonge wangu. Shindani matatizoni ulinitoa, ukanifanya mtoto wako. Bwana Yesu, asante kwa ukarimu wako kwangu. Nitakusifu, taimba fadhili zako za milele. Bwana Yesu, asante kwa ukarimu wako kwangu. Nitakusifu, taimba fadhili zako za milele. Yesu, nilikuita ukaitika, ukaniponya unyonge wangu. Taimba sifa zako kwa walimwengu, wajue kwamba wewe Bwana. Yesu, nilikuita ukaitika, ukaniponya unyonge wangu. Taimba sifa zako kwa walimwengu, wajue kwamba Bwana wao. Bwana Yesu, asante kwa ukarimu wako kwangu. Nitakusifu. Bwana awe nawe rafiki msikilizaji, na karibu katika mafundisho ya neno la Mungu. Somo letu latoka kwenye sura ya 4 ya kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Warumi. Zingatio katika sura hii ni kuhusu haki waliopokea Ibrahimu na Daudi kutoka kwa Mungu. Hii ni haki itokanayo na imani. Katika kila hali, neno li wazi kwetu kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi. Hata hivyo, Mungu ametoa haki yake kwa mwanadamu kwa njia ya imani, kwa kumwamini huyo Yesu Kristo, jinsi tulivyojifunza kwenye kipindi kilichopita. Sasa tutaanza kuona zaidi kuhusu haki inayotokana na imani, kutokana na maisha ya Ibrahimu na Daudi. Katika siku za Paulo, yaonekana kwamba hawa wawili, yaani Ibrahimu na Daudi, waliheshimiwa sana, ndiposa maisha yao yatajwa kama mfano. Ibrahimu ndiye chimbuko la taifa la Kiyahudi, huku Daudi akiwa mfalme mkuu aliyetawala Israeli. Paulo atumia maisha ya watu hawa wawili kuelezea zaidi kuhusu hayo yaliyoko kwenye sura ya 3 ya kitabu hiki cha Warumi. Hasa anachozingatia ni kwamba kuna uwiano kati ya sheria na Injili. Ijapokuwa mtazamo wa kila mmoja ni tofauti, lakini hakuna inayopinga nyingine. Kabla ya sheria na baada ya sheria, sharti la Mungu lilikuwa moja tu, nayo ni imani. Ibrahimu alihesabiwa haki kwa imani kabla ya kuja kwa sheria, naye Daudi akahesabiwa haki wakati wa sheria kwa msingi huo huo. Katika hili basi tutaona kwamba
Paulo hakuwa akiwasilisha mafundisho mapya yanayobatili sheria au agano la kale. Kile alichokuwa kitaka ni kwamba Myahudi asiachwe akiendelea kushikilia sheria, badala ya kuwa katika jahazi ya wokovu unaopatikana kwa imani katika Kristo Yesu. Hasa anachofanya hapa mtume ni kuwajulisha watu wale kwamba jahazi la wokovu alilotumia Ibrahimu na Daudi ni imani, na ndilo wafaa kutumia wao pia, yani kuhesabiwa haki kwa imani. Kwa mujibu wa haya, sheria ni kama mkufunzi anayewaelekeza wanadamu kwa Kristo ili wanapomwamini wafanyike haki. Kwenye aya ya kwanza neno lasema hivi: basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Wazo lililokuwa katika sura ya 3 sasa Paulo aliendeleza kwenye sura hii ya 4. Jinsi ilivyo, Injili yaondolea mbali majivuno na kuthibitisha sheria. Hili ni jambo lililo wazi katika maisha ya Ibrahimu na Daudi. Hapa mtume auliza, basi tusemeje? Kumbuka kwamba kwenye sehemu ya kwanza mtume hakutaka kuthibitisha kuwa mwanadamu ni mwenye dhambi, maana ndivyo alivyo. Maneno haya yatujulisha kwamba Ibrahimu ndiye baba ya Wayahudi. Hili ni jambo lenye umuhimu sana, kwa kuwa mwanzo wa watu hao watajwa, na pasipo ya kutajwa kwa Ibrahimu mwanzo wao haupo. Je, ni kitu kipi hasa anachonena Paulo? Huenda hilo ndilo swali lako. Anachonena Paulo, msikilizaji, ni kwamba Ibrahimu alipata kujua ya kuwa matendo yake katika mwili hayana msingi wowote ule mbele ya Mungu, isipokuwa aibu na hali ya kuchanganyikiwa. Hakuna alilofanya ambalo lingemfanya ajivune mbele zake Mungu. Kwenye aya ya 2 hili ndilo twaliona hapa: kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Andiko hili lina maana kwamba iwapo Ibrahimu angelihesabiwa haki kwa matendo yake, angelikuwa na la kujivuna, lakini si mbele ya Mungu. Yaweza kujivuna katika nafsi yake, lakini mbele za Mungu majivuno hayo hayana msingi. Elewa hili, ya kuwa Ibrahimu alihesabiwa kuwa na matendo yanayompendeza Mungu. Kweli ni kwamba Ibrahimu alikuwa na matendo mema mengi, lakini yote hayo hayakuwa msingi wa wokovu, bali yalitokana na haki aliyohesabiwa kwa imani. Yakobo aandika na kusema hivi kwenye sura ya 2 mstari wa 21: je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Matendo atajayo Yakobo si hayo ya sheria, kwani Ibrahimu aliishi kabla ya sheria kutolewa kwa mwanadamu. Matendo ya Ibrahimu wakati huu yalikuwa ya imani. Ibrahimu alimwamini Mungu akamtoa Isaka. Lakini je, alimtoa? La, Mungu alimkataza, hakumruhusu amue mwanawe. Kwa nini Mungu alifanya jambo kama lile? Sababu ni kwamba haikuwa sawa. Paulo na Yakobo wanukuu aya hii na kusema kuwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa alilotenda. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo aya ya 6, halafu sura ya 2 ya kitabu cha Yakobo aya ya 23 na aya ya 3 ya sura ya 4 ya kitabu hiki cha Warumi. Ila Yakobo aendelea kutajia alilotenda Ibrahimu hadi mwisho. Ibrahimu, kwa ufahamu wako, alisimama hapo ambapo kila mwenye dhambi husimama. Ijapokuwa alitenda matendo mema ya kujivunia, lakini haikuwa mbele ya Mungu. Hii ni kwa kuwa Mungu hawezi kupokea matendo ya mwanadamu kama msingi wa kuhesabiwa haki. Matendo ya mwanadamu hayawezi kusimama mbele ya Mungu mtakatifu. Bila shaka, matendo ya Ibrahimu hayangeliweza kukubalika mbele ya Mungu. Tunapogeukia aya ya 3, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Katika hili twamwona Paulo akigeukia maandiko kama mamlaka ya mwisho kuhusu habari ya kuhesabiwa haki. Mtume anena kuhusu maandiko kama vile kumuhusu mtu, kwa kuwa ni Mungu ndiye azungumzaye. Biblia, msikilizaji, ni neno la Mungu, na yote yaliyomo humo ni Mungu ndiye amenena. Mtume Paulo anukuu maandiko ya Agano la Kale karibia mara 60 katika kitabu hiki. Hili lililoko kwenye aya hii ni kutoka kwenye sura ya 15 mstari wa 6 kwenye kitabu cha Mwanzo. Anachosema hasa ni kwamba hilo lililo katika maandiko ni Mungu anenaye. Ahadi hii
alipewa Ibrahimu mara alipomuuliza Mungu habari ya mrithi wake kutoka kwa uzao wake. Hayo ya kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo mstari wa 2. Mungu hakumpa hakikisho lingine isipokuwa kumhakikishia kuwa uzao wake watakuwa kama nyota za mbinguni. Ibrahimu aliliamini neno hilo kama lilivyokuwa na kutulia. Kwa tendo hilo alifanya kitu asichoweza kufanya mtu, yani kwa kutofanya lolote lile ila kumwamini Mungu. Mungu alinena, akaahidi na kulitimiza hilo alilonena. Ibrahimu aliamini lile neno moyoni mwake, hivyo kupokea neno la Mungu kuwa ni kweli. Hapakuweko na kazi au tendo lolote alilotenda. Imani ya Ibrahimu haikuwa tendo, bali nia ya moyo wake. Moyo wake uliacha mengine yote na kumgeukia Mungu katika yote aliyonena na kuahidi, na pia kumwamini kwamba atatenda. Imani haikuwa jambo lililotokana na matendo wala kubadilishwa kwa utu na asili ya Ibrahimu. Muhimu ni kwamba alimwamini Mungu tu, kwamba yote aliyonena ndiyo atayatenda. Ahadi yenyewe ndiyo hii iliyoko kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo mstari wa 3. Neno lasema hivi: nami nitawabarikia wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa sababu ya imani ya Ibrahimu kwa Mungu, Mungu alimhesabia kuwa mwenye haki. Haikuwa haki, lakini alimhesabia haki kwa imani aliyokuwa nayo kwake. Na ndivyo, ndugu msikilizaji, wewe pamoja nami twahitaji kupata haki mbele zake Mungu, yani kwa kumwamini huyo aliyemtuma. Maana pasipo ya kumwamini huyo aliyemtuma na kufanya mambo mengine mengi, hayo yatakuwa tu ni kama kuigiza. Na unapoigiza mbele ya Mungu, Mungu hana haja na kuigiza kwako, bali atakuhukumu kwa sababu umekosa kuamini. Ndugu yangu, matendo katika kila hali hayatupi msingi wowote ule wala kutuhudhurisha mbele za Mungu, isipokuwa tu kuwa na imani katika hayo ayanenayo kwetu sisi. Kisha aya ya 4 na ya 5, neno latuambia yafuatayo: lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki, huyo asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Ni sheria kwamba, ndugu msikilizaji, mtu hufanya kazi kwa muda fulani na kulipwa kwa kazi aliyofanya. Ni dhahiri kwamba Ibrahimu hakuwa amefanya kazi, maana alichopokea hakukifanyia kazi. Alilopokea, yani wokovu au haki, ilikuwa kwa msingi wa mwingine, nayo ndiyo twafahamu kuwa neema ya Mungu. Kwa maandiko haya kusema kwamba kwa asiyefanya kazi, ina maana kwamba haiwezekani kufanya lolote ili kupokea haki yake Mwenyezi Mungu au kuhesabiwa haki mbele zake Mungu, ila wafaa kumwamini Mungu ambaye huwahesabia wenye dhambi wa mtumainio kuwa wenye haki. Tena elewa hili, ya kuwa hao wanaookolewa na Mungu ni wenye dhambi tu. Huenda wajiuliza iwapo hawaokoi watu wazuri. Nami nitakuuliza hivi: je, kuna mmoja unayemfahamu kuwa ni mzuri? Mwenyewe amesema katika neno lake, hasa kwenye sura ya 3 ya kitabu hiki mstari wa 10, kwamba hakuna mtenda mema hata mmoja. Haya ni kulingana na mizani ya Mungu, wala si mizani yako au yangu. Iwapo wataka kusema kuwa wamjua mtu mzuri, basi utakuwa ukimfanya Mungu kuwa mwongo, na tena ya kubidi kuthibitisha usemalo. Imani, msikilizaji, ndiyo msingi wa pekee wa mwanadamu kuokolewa. Mungu hupokea imani badala ya matendo. Hakuna matendo katika imani, maana hiyo ndiyo njia ya pekee ya mwanadamu kupokea bure hilo alilolitoa Mungu. Imani humstahi na kumheshimu Mungu na kumfanya mwanadamu ahesabiwe haki. Haki ya Ibrahimu ilikuwa kwa msingi huo, na ndivyo ilivyo kwa kila aliye na tumaini la uzima wa milele. Baada ya kuona yanayomhusu Ibrahimu, sasa twamgeukia Daudi. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 6 inayosema hivi: kama vile Daudi aunenavyo uheri wake mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Daudi, kama vile wafahamu, aliishi chini ya sheria, si kama Ibrahimu aliyeishi kabla ya sheria kutolewa. Ilikuwa ni miaka 400 baada ya Ibrahimu ndipo sheria au amri za Musa zilitolewa. Naye Daudi anena uheri
wa mtu anayehesabiwa haki bila ya matendo ya sheria. Daudi, kama vile wafahamu, hakuwa na matendo mazuri. Ijapokuwa alitenda mengi mazuri, kuna hayo aliyoyatenda yaliyokuwa maovu. Kwa sababu hiyo, haki ni lazima iwe kando na kutengwa kabisa na matendo. Ni lazima haki kuwepo kwa kanuni tofauti kabisa. Kanuni hiyo ndiyo mtume Paulo aendelea kuambia hawa Warumi, sawa na kutuambia sisi sasa hivi, akisema hivi kwenye aya ya 7: heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Hili tulisomalo mtume amenukuu kutoka kwenye Zaburi ya 32 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi hii ni kati ya zaburi za toba, ikiwemo ile ya 51. Aya hizi, rafiki yangu, ni matokeo ya uovu aliyoutenda Daudi, ungamo lake na kupokelewa kwake na Mungu. Heri waliosamehewa dhambi zao. Je, katika hao waliosamehewa? Namshukuru Mungu kwamba mimi nipo. Msamaha wa Mungu ndilo hitaji la mwanadamu kuu sana sasa hivi. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 8, ambapo neno hili la Bwana laendelea kutwambia hivi: heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Hapa tena kuna baraka nyingine, baraka ya kutohesabiwa dhambi mbele za Mungu. Nadhani kwamba hiyo ndiyo tamaa ya kila mtu hapa ulimwenguni. Na kama vile wafahamu, Daudi alikuwa mwenye dhambi, lakini Mungu alimjulisha kwamba amemsamehe dhambi yake. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya 12 kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Hata hivyo, kumbuka kwamba Daudi alipokea nidhamu kwa yote aliyotenda. Soma habari ya nidhamu hiyo kwenye sura ya 12 na kuendelea kwenye hicho kitabu cha Samueli wa pili. Huzuni ilikuwa sehemu ya Daudi katika miaka yake ya uzeeni kwa sababu ya dhambi aliyotenda. Lakini hata hivyo, heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Wewe pia waweza kosa kuhesabiwa dhambi na Bwana iwapo utamwamini kwa yote ambayo ameyanena kwa habari ya Yesu Kristo kutuokoa na kutukomboa. Baada ya kuona hayo, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia kwenye aya ya 9: basi je, uheri huo ni kwa hao waliotahiriwa au kwa hao pia wasiotahiriwa? Kwa kuwa twanena ya kwamba kwake Ibrahimu imani yake ilihesabiwa kuwa ni haki. Katika andiko hili, wazo lililotangulia kuhusu Ibrahimu na jinsi alivyofanyika haki lajirudia tena, ila linalonenwa hapa ni jinsi kila mwanadamu hapa ulimwenguni anayo fursa ya kupokea msamaha wa dhambi na kuhesabiwa haki. Kwa kumtaja Daudi, ingeliwezekana pawepo wazo kwamba uheri huu ni kwa hao walio chini ya sheria na waliotahiri, lakini kwa kumrudia Ibrahimu aonyesha jinsi kila atakaye aweza kuhesabiwa haki mbele ya Mungu. Aya ya 10 yasema hivi: alihesabiwaje basi? Alipokwisha kutahiriwa au kabla hajatahiriwa? Si baada ya kutahiriwa, bali kabla ya kutahiriwa. Mungu alipomwahidi Ibrahimu kuhusu uzao wake, Ibrahimu alipokea neno lile na kuliamini hata kabla ya kuwepo kwa agano. Ibrahimu aliamini neno la Mungu kama lilivyokuwa kwake. Na kwenye aya ya 11 hadi 13, sikiliza hili ambalo neno la Bwana laendelea kutujulisha: naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri wa ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba ya wao wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Tena awe baba ya kutahiriwa kwa wale ambao si waliotahiriwa tu, bali pia wanaozifuata nyayo za imani yake baba yetu Ibrahimu aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria, bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Ahadi hii ambayo neno la Mungu lanena kuhusu, Mungu aliifanya zamani sana, mbele ya kutolewa agizo la waume wote wa nyumba ya Ibrahimu kutahiriwa. Kuna muhimu ni kufahamu na kuona kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu na kulichukua neno lile kuwa ni kweli pekee kuhusu hali yake. Kisha tunapogeukia aya ya 14 hadi 16, neno la Mungu laendelea kutwambia hivi: maana ikiwa wale wa sheria ndiyo warithi, imani imekuwa bure na ahadi imebatilika, kwa sababu ndiyo sheria ifanyayo hasira, maana pasipokuwako sheria hapana kosa. Kwa hiyo ilitoka katika imani iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara
kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu aliye baba yetu sisi sote. Rafiki yangu, ni dhahiri kwamba Mungu alimwokoa Ibrahimu kwa imani tu. Hili hasa lilitendeka katika ufufuo wa Kristo Yesu aliye Bwana wetu. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 17 hadi 19, ambapo neno latuambia hivi: kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi, mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyo kwako kana kwamba yamekuwako. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Haya maandiko, msikilizaji, yatufunza kwamba hakuna matendo katika imani. Ibrahimu hakuwa na lolote la kutumainia, alilofanya ni kumwamini na kumtumaini Mungu kwa yote aliyomnenea. Halafu aya ya 20 nayo yasema hivi: lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Wazo kuu na lenye fundisho kwetu ni kwamba twahitaji kuwa watu wenye nia moja. Ibrahimu hakuyumbayumba katika lolote alilomwahidi Mungu, na ndivyo yakustahili, ndugu msikilizaji, usiyumbeyumbe kuhusu hayo aliyokunenea Mungu kupitia kwenye neno lake. Ibrahimu hakuangalia hali ya mazingira jinsi ilivyokuwa, au hali yake na hali ya Sara, bali alimtumaini Mungu, na ndivyo yakufaa wewe, ndugu yangu. Alichofanya, kama vile tumesoma, aliamini ahadi licha ya ugumu na mengi yaliyokuwa yakimzunguka. Alikuwa na ujasiri kwamba ataipokea ahadi ile kwa sababu ya huyo aliyenena naye na kuifanya ahadi ile. Rafiki, mtukuze Bwana kwa kumwamini, na uendelee kuamini yote aliyokunenea kwenye neno lake, maana yeye ni mwaminifu, naye atatenda. Kwenye aya ya 21 na 22, neno hili la Mungu liendelea kutujulisha yafuatayo: huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi, kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Mpendwa, katika moyo wa Ibrahimu tashwishi haikuwepo hata kidogo. Mungu alimhesabia Ibrahimu kuwa mwenye haki kwa sababu ya ujasiri wake kumhusu mwanaye, kwamba atamfufua katika wafu toka kwenye kaburi, nalo ndilo tumbo la Sara mkewe. Huyu Mungu ndiye ameahidi kuwapa uzima wa milele kila mmoja aaminiye kwamba alimfufua mwana wake kutoka kwenye kaburi la Yusufu wa Arimathaya, mahali pa mauti. Tunapoendelea tuwaona yafuatayo kwenye aya ya 23 na 24: walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, tumbo la Sara lilikuwa kaburi. Ilikuwa ni sehemu ya mauti kabisa, kwa sababu Sara alikuwa tasa, lakini tokea pale uzima uliingia. Hili ndilo Bwana Yesu alikuwa na maana alipowaambia hao waliokuwa wakimsikiliza kwamba baba yenu Ibrahimu aliiona siku yangu, naye akafurahi. Soma maandiko hayo kwenye sura ya 8 mstari wa 56 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Na kwa kumalizia sura hii ya 4, neno lasema hivi kwenye aya ya 25: ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Mpendwa, hii ndiyo imani, si tu katika mauti yake, bali katika ufufuo wa Bwana wetu pia. Katika mauti yake alizichukua dhambi zetu, na kwa ufufuo wake alituletea msamaha kutoka kwa Mungu, na pia kupatanisha nafsi ya Mungu nasi. Mungu huwahesabia haki hao wanaoamini katika mauti na ufufuo wa Yesu Kristo, na pia kukiri kwamba Yesu ni Bwana. Hili ni jambo nzuri tena la ajabu, maana katika ulimwengu kuna wengi wanaotafuta kufanyika haki kwa matendo yao na mambo mengi. Lakini hapa tuona ya kwamba wokovu unaotoka kwa Mungu haukuhitaji wewe kufanya mambo kadha wa kadha, bali unachohitajika kufanya ni kumwamini huyo Mungu aliyemfufua Yesu Kristo katika mauti na kukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, nawe utaokoka. Je, wafikiri vipi habari za kumwamini? Mungu akusaidie ufanye uamuzi bora,
maana lolote utakalochagua kufanya, hiyo ndiyo itakuwa baraka yako. Lakini ukikataa, basi uzima haunao, hukumu ya Mungu ndiyo itakuwa juu yako. Ndugu yangu, fanya uamuzi wa busara, nao ni wa kumwamini Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Na tuombe. Baba yetu Mungu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho mazuri ambayo tumeyapokea leo hii, ambayo yatufahamisha jinsi watuhesabia haki, hasa tunapomwamini Yesu Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba kutokana na mafundisho haya utamsaidia aelewe ya kuwa si yale atendayo ndiyo yatakayomwingiza katika raha yako, bali ni imani katika wewe, kwa yote uliyoyanena kwa kinywa cha mtumishi wako na mwana wako Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya yote utakayatenda katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, hasa kumsaidia kuendelea kuwa na ufahamu ya kuwa kwa neema ameokolewa kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Na kushukuru maana ya baraka nyingi utakazomwagia anapoendelea kuliamini neno lako katika kila hali maishani mwake, maana Bwana washughulikia maisha yetu katika kila hali. Jina lako libarikiwe milele, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kujifunza pamoja nawe mambo haya mazuri yanayobariki moyo na pia kuhimiza. Utakalofanya la muhimu ni kufahamu ya kuwa iwapo umemwamini Bwana Yesu Kristo, elewa ya kwamba kitabu hiki, yani Biblia, ina mambo mengi sana yanayohusu maisha yako ya kawaida. Mwamini Mungu katika hayo, nawe utayafurahia maisha haya ukisubiria utawala wa Yesu Kristo. Ikiwa hujamwamini, mwamini Yesu Kristo, nawe utapokea haki ambayo wengi waitafuta kwa sheria, lakini hawawezi kuipata. Mwamini Mungu katika aliyonena, nawe utahesabiwa haki, jinsi Ibrahimu, Daudi na wengine wengi walivyohesabiwa haki. Na kwa hayo tukutane tena kwenye kipindi kijacho, ili tupokee baraka zaidi kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kwa kweli neno hilo limenibariki, nami nina uhakika kwamba umebarikiwa pia. Fahamu hili msikilizaji, kwamba maoni yako kuhusu kipindi hiki twayadhamini sana. Kwa hivyo wasiliana nasi na kutueleza unayofikiri. Ikiwa ni maswali ya imani au ushuhuda, wakaribishwa, maana tupo hapa kwa ajili yako. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.